ndugu yetu mkubwa ambaye ni Speaker of the National Assembly, Mheshimiwa Moses Masika Wetangula. Karibu bwana Speaker. Asante sana Mheshimiwa Governor. Wale wefwe walugari mlembe. Mlembe swa. Mlembe te. Mlembe mia. Mulimoyo. Asante sana. Rais wetu Dr. William Samoei Ruto, waheshimiwa magovernors na wabunge, mama waziri na waheshimiwa MCS, waheshimiwa wananchi na viongozi wetu wa dini. Leo tumekuja hapa Kivaiwa kwa maombi. Tumekuja kuomba kwa sababu taifa ambaye inamuja Mungu inakuwa taifa ya amani. Tumefurahi sana Bishop Simon kwa mahubiri yako, kwa masomo ya Biblia. Wamesema unity is not just good, it is also pleasant. Inakuletea furaha, ni mzuri tukiwa pamoja. Na mmesikia wenzangu wamesema huli halala. And this must be the clarion call ya sisi zote. Na tukisema umoja wetu kama jamii za mkoa wa Western wa Magharibi, sio umoja wa kutengana na wengine. It is the building blocks for the unity of our country. Tukisimama pamoja, sehemu zingine zikisimama pamoja, Kenya itasimama pamoja. Na hivyo ndivyo tunataka. Kwa sababu sisi kama viongozi lazima kila mahali tumuige mfano wa rais wetu. Mheshimiwa Rais, unakumbuka baada ya kuchaguliwa, hata kabla ya kuapishwa ofisi, mahali pa kutembelea kwanza ilikuwa ni kuja mkoa huu. Ulikuja Bungoma kwa maombi kabla kuapishwa. Tukaomba Mungu akupe hekima, akupe afya mzuri na uendelee kuleta nchi yetu pamoja. Wakati ule baada ya kura tulikuwa na taharuki hapa na pale. Kawaida kura ikiisha kila mtu anasema maneno yake. Lakini wewe umetembea Kenya mzima. There is no president who has gone the length and breadth of Kenya than President William Samoei Ruto. Na hizo safari ni za kuleta watu pamoja. Ukienda Ikulu kuna delegation, kama si wabunge wa hapa Western, kuna wabunge wa Eastern, kuna wabunge wa Mlima Kenya, kuna wabunge wa Pwani, kuna wabunge wa Northeastern, kuna wabunge wa Nyanza, kuna wabunge wanaenda kutoka kila mahali. Yeye kuwasikiza, kwa sababu hiyo ndiyo kazi ya kiongozi, na kutatua matatizo inayokumba nchi yetu. That is what leadership is all about. Na sisi tunataka kukuunga mkono kwa sababu peace in our country is not an option. Kupendana in our country is not an option. Tunataka kuona Wakenya kila mahali. And you have taken the lead. Where it requires condemnation and action, you have done so. Where it requires accolades and congratulations, you have done so. Na Wakenya tunatembea pamoja. Tukiungana, tukijua nchi yetu inatuhitaji sisi zote. Mheshimiwa Rais, miezi michache iliyopita, Mheshimiwa Nabwera alinialika hapa. Kama isene chano, tukafanya harambe ya kununua basi. Hata wewe ulinipa mchango yako nikawaletea. Na wakaomba, wakasema ukirudi ambia Rais akipata nafasi aje atutembelee.
And this is the opportunity you have come. Umeyasikia yale wabunge wetu wamesema, hasa mbunge wetu wa hapa, na sisi kama region, tukishirikiana na region zingine, we must appreciate the interventions that you are making in every sphere of our economy. Mambo ya kuboresha viwanda za sukari, mambo ya kusukuma gurudumu ya kupanda kahawa. Tumekuwa na Mheshimiwa Oparanya siku ya Ijumaa na jana, na anahubiri ya kwamba lazima wananchi, ukiwa na shamba weka kahawa kidogo, ukiwa na miwa hapa, ukiwa na mahindi yako, ili uwe na income generating activities mbalimbali, uweke pesa mfukoni. Tumekuwa na Oparanya Huisero, tumekuwa na Oparanya pale Matungu. Jana tumekuwa kule Sirisia. Leo tungekuwa hapa na yeye, lakini ameenda Ujerumani kwa kazi ya serikali. Mheshimiwa Mudavadi ako China kwa mkutano ambao anawakilisha rais wetu wa nchi za Afrika zote zikiungana na China. Na Mheshimiwa Rais, I was very pleased to see and hear what is coming from China, given what has been going on the global stage. Kwa sababu China imesema from now on, all imports from Africa are quota free, duty free. Sasa mali yetu yote ikielekea China, na mnajua wa China ni watu bilioni 1 na milioni 300. Sasa hata tukipeleka mazao yetu yote huko haiwatoshi. Na wamesema tukipeleka hakuna vizuizi itaingia, hakuna ushuru watatuwekea. That is extremely good for our economy. Ndio tuendelee kuzalisha mali, tukipeleka, tukileta pesa kujenga nchi yetu. Jambo lingine Mheshimiwa Rais, na mimi nimekuambia a few times kwa ushauri, kwamba one of your enduring legacies will be to open up this super highway A104, ikifika huko ni A8, kutoka kule Rironi wachape dual carriage mpaka Malaba. Ipanue hii barabara vile tumepanga, leni tatu, hata kwenda Nairobi itakuwa rahisi ukienda kwa barabara. Sheneza za kubeba mizigo kutoka Uganda, Rwanda, Burundi, Kongo na kwingine itakuwa rahisi, uchumi itaongezeka. Hizi barabara zote zenye zimetajwa, wananchi, is to open up our region, not for easy movement of ourselves, but goods and services as well. Kama uko na mali hapa ukitaka kuuza Kitale, huhitaji kusunguka round mpaka Webuye, unakatia tu hapo Lugari, unaingia Sihendu, uko Kitale na kwingine. Hizo ndizo vitu tunataka kubadilisha nchi yetu na maisha ya wananchi. Kawaida huwezi kukosa wale wanatukosoa. Na mimi niliambia rais wakati wa National Prayer Breakfast, Biblia inasema no weapon formed against you will prosper. It doesn't say no weapon will be formed against you. But when that weapon is formed, it will not prosper. So tukiendelea na kazi, tusiogope criticism. Hiyo itakuweko. Hata mtoto wa Mungu Yesu, wale 12 alichagua, mmoja alikaa hapa akakula naye kwa sahani moja, kutoka nje shilingi 12 ikatoka. Maisha ni hivyo. Sasa wananchi wetu, vile mumeambiwa, lazima tuwe kitu kimoja. Lazima tushirikiane. Being together yesterday and day before is not an accident. Tunakuja pamoja. And we want to make sure that the legacy that we want to leave to our people is a united people. Mambo yetu ya kusema Haragoli, Habukusu, Hakabarasi, Hatachoni,
hakezuha hanini, hiyo mambo ikome. Ikome kabisa. You must be each other's keeper. Na ndio na washukuru hawa wabunge wetu Waluke na Nabwera na Bisau ambao wanaongoza wenzao katika caucus ya wabunge wao. Wanakaa pamoja, wanazungumza pamoja, na message yao ni kuungana pamoja. Nataka kuwaomba nyinyi Waluke na timu yenu mkascade down, muwe na mikutano na ma-MCAs wetu pia, mkiwaambia umuhimu wa kuwa pamoja. Kama ni MCA wa hapa, wa Bungoma, wa Trans Nzoia, wa Busia, wa Vihiga, bring them together as grassroots leaders. Mkaskedi muongee na hao watu wetu wa dini, kwa sababu every Sunday they have an opportunity to pass a message to the people who go to pray. Pray and give a message of hope, a message of peace, a message of unity. Because we live because of hope. Every time you go to sleep, you have hope that you'll wake up tomorrow. Every time you leave your house, you have hope that you'll come back. Every time you go to hunt for food, you have hope that you'll get something for your family. Kila mtu analala na kukaa kwa sababu ya hope in life. Kwa hivyo sitaki kusema maneno mingi, nataka pia kutambua viongozi wetu ambao walikuweko hapo mbeleni. Niliona Mheshimiwa Washali, sijui kama wengine wako. Tafadhali msimame, muwe acknowledge there any of our previous leaders. You are not in the past, you are yesterday and you'll be tomorrow. Mheshimiwa Kimose, stand up and be acknowledged. When you are called to speak, you had stepped out. We welcome you. And all the leaders sitting behind us here, we welcome you to this event and we thank you. Mheshimiwa Rais, wewe ni jirani wetu. Endelea kutembea hapa. Hata wale ambao tulipiga kura tofauti, now you can hear the clarion call that we are all united as a big, happy family of the people of this region, together as one with the rest of Kenyans to ensure peace, unity, tranquility, and above all, development for our people. Asante sana. Sasa na wauliza, tusimame tumkaribishe Rais ili aweze kuwahutubia na kuwapa mawaidha yake